Mungu anamwambia Hezekia katika 2 Wafalme 20 ni wakati wa kusema kwa heri. Kupitia kwa nabii Isaya anakuja na kusema, Mungu amenituma nikuambie, panga mambo yako nyumbani, au hakikisha mambo yako sawa. Hakikisha wosia wako uko salama. Hakikisha familia yako inaelewa kwamba hii ni hali ya mwisho. Hakutakuwa na kupona kutoka kwa ugonjwa huu, utakufa. Hakuna kitu kinauma zaidi kuliko kukutana na hali ya mwisho. Hali mbaya ambayo haitoi suluhisho kamili na inahitaji msaada. Sasa hapa ilikuwa ni ugonjwa wa kimwili. Lakini hali za mwisho zinaweza kuonekana katika aina zote za maumbo na ukubwa. Labda kuna uhusiano wa mwisho. Labda kuna terminal tumaini. Matumaini yote yamekwisha. Labda ni uchumi ambao ni wa mwisho, huoni njia yoyote ya kutoka. Kwa machozi, kwa kukata tamaa na kwa kukata tamaa. Hakuna mtu unajua mahali unapoweza kwenda, na hakuna unachoweza kufanya kinachoweza kurekebisha. Ni hali ya mwisho. Mwaka 2010 wachimbaji madini nchini Chile walipoanguka kwenye shimo la mgodi na likaporomoka. Na walikuwa pale siku baada ya siku. Wachimbaji wengi walimgeukia Mkristo mmoja aliyekuwa sehemu ya kundi hilo, na kwa hofu kubwa na wasiwasi walitazama na kusema, tufanye nini? Mkristo miongoni mwao aliangalia kundi na kusema, hakuna tunachoweza kufanya. Mungu pekee ndiye anayeweza kurekebisha hili. Hali inapozidi kuwa mbaya na huwezi kuona njia yako ya kutoka, na unaangalia chini kwenye njia za treni na mwanga pekee unaoona ni treni inayokuja, kwa sababu inaonekana haina matumaini. Hakuna njia ya kutoka. Na umekwama katika kupanga nyumba yako kwa sababu imekwisha. Ni katika muktadha huu ndipo tunaposoma kwamba Hezekia aligeuza uso wake ukutani na akamwomba Bwana. Alikuwa akimtazama Isaya, lakini sasa aliposikia habari kutoka kwa nabii, aligeuza uso wake ukutani. Na Biblia inasema alilia kwa uchungu. Alilia na kulia kama mtoto mchanga kusikia habari mbaya, kwamba hakuna suluhisho. Na kwa kweli hakuna suluhisho ikiwa Mungu alisema utakufa, kwa sababu hii ilitoka kwa Mungu. Mungu alisema imekwisha. Mungu alisema ni kuweka mambo yako katika mpangilio. Nitafanya nini kama Mungu amesema hivyo? Basi jambo pekee unaloweza kufanya ni kwenda kwa Mungu aliyesema hivyo. Inaeleza kwamba aligeuza uso wake ukutani na akaenda kwa Mungu ambaye ndiye aliyetangaza kwamba imekwisha. Kwa hiyo leo nazungumza na watu wanaofikiri mambo yamekwisha. Chochote ambacho imekwisha kinamaanisha kwako. Na kama hauko kwenye hali ya imekwisha, endelea tu kuishi. Utakabiliwa na hali ngumu, hali ambayo inaonekana kuwa ya mwisho, isiyo na matumaini na hakuna suluhisho. Na Mungu yuko sahihi katika mchanganyiko. Tunaambiwa Hezekia aliomba. Na Hezekia alipoomba katika mstari wa 3 na 4, hasa mstari wa 3, anasema, nilitembea mbele yako. Nilikuwa mkweli. Nilikupa moyo wangu wote. Nami nilifanya yaliyo mema. Unajua alipo Mungu nini? Ripoti imekopo. Anasema Mungu, hukumbuki kwamba nilibaki nawe wakati wengine walikukata tamaa?
kwamba nilikufuata wakati wengine walikukimbia, kwamba nilishikilia ukweli na sikununua uongo. Ukumbuki? Angalia ripoti yangu ya mikopo. Sasa alipomwomba Mungu akumbuke, Mungu hana tatizo la kumbukumbu. Hana ugonjwa wa kusahau. Hana tatizo la akili. Mungu hana tatizo la kumbukumbu. Kila unapowaona watu wakimwomba Mungu akumbuke, si kwa sababu Mungu anasahau, ni kwa sababu wanataka Mungu angalie jambo hilo kwa makini. Mungu, zingatia hili. Nimetembea nawe, nimeishi kwa ajili yako, nimekufuata. Sasa hapa lazima niweke mabano kwa sababu yeye si mtu mkamilifu. Katika sura ya 32 mistari ya Mambo ya Nyakati ya 2 mistari ya 24 hadi 26 tunaambiwa kwamba alikuwa na matatizo fulani, suala la kiburi, na kiburi hicho kilimfanya awe mgonjwa, na Mungu anasema hili ndilo. Lakini ingawa alikuwa na dosari katika ripoti yake ya mikopo, ulipoangalia katika kipindi chote cha safari yake, kulikuwa na udhabiti wa kiroho bila kuwa mkamilifu. Acha nikuulize swali, kama ungekuwa katika hali mbaya na ukamwonyesha Mungu ripoti yako ya sifa za kiroho, ingesomekaje? Unajua, kwa sababu ukienda benki kwa sababu unataka kununua nyumba, watakagua ripoti yako ya mikopo. Watataka kuona historia yako imekuwaje katika kulipa bili zako. Kwa sababu watadhani kama ulikuwa na mikopo mibaya huko nyuma, utakuwa na mikopo mibaya hapa pia. Hawatakuamini tu kwa sababu unasema safari hii nitakuwa tofauti. Wanataka kuona ripoti yako ya mikopo. Wanataka kuona historia yako. Mungu, angalia historia yangu pamoja nawe. Ndiyo, nilikuwa na tatizo hili. Nilikuwa na kasoro hii, lakini ukiangalia ripoti yangu ya mkopo. Huwezi kununua nyumba yenye alama ya mikopo 500 kwa sababu hawakuamini. Ni mara ngapi tumemwambia Mungu, ukinitoa katika hili wakati huu, nitakutumikia maisha yangu yote. Kisha Mungu anaondoa ripoti ya mikopo. Anaangalia miaka 10 iliyopita. Ulishawahi kutoa ahadi hiyo mara 5 katika miaka 10 iliyopita. Kila baada ya mwaka mmoja napata ahadi kutoka kwako. Kwa wiki 2 unakuwa mzuri nayo. Ahadi ya kawaida huwa inatolewa Januari mosi, na wewe kwa muda unakuwa mzuri nayo. Unaniambia utatumia muda na mimi. Unaniambia utanijua zaidi. Unaniambia utashibishwa na neno langu. Unaniambia utakuwa mwaminifu katika utoaji wako. Unaniambia utatoa muda wako kwa ajili ya huduma. Lakini mimi nabofya nikiangalia ripoti yako. Na sioni uendelevu hapa. Ninajua wewe si mkamilifu, lakini hata uendelevu sioni. Siku hiyo utakapokuwa kwenye hali ya mwisho, ripoti yako ya mikopo inaonekanaje? Anampa ripoti ya mkopo. Naye anasema, nimekufuata, nimetembea nawe, nimeshikamana na ukweli wako. Anageuka kuomba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atatuweka katika hali ambapo yeye ndiye njia pekee ya kutokea. Pale ambapo hakuna mtu unayeweza kuzungumza naye, hakuna makubaliano unayoweza kukata. Inasema alilia kwa uchungu. Lakini alilinganisha kilio chake na ripoti yake ya mkopo. Mara nyingi tunamwendea Mungu kwa machozi yetu bila ripoti nzuri, na tunajiuliza kwa nini hajibu. Hapana, alikuwa na ripoti nzuri ya mikopo, lakini alikuwa katika hali mbaya sana. Kwa hivyo anaomba na kumlilia Mungu. Siku moja, ikiwa haijafika bado, utakuwa, mimi nitakuwa, tutakuwa katika hali ya mwisho.
Kwa maneno mengine, hali ambayo hatuwezi kurekebisha na hakuna mtu mwingine anayeweza kutusaidia, na Mungu pekee ndiye anayetoka. Huwezi kuamua siku hiyo kubadilisha ripoti yako ya mkopo. Lazima uwe umejenga hilo njiani, kwa sababu utahitaji kuilipa siku hiyo. Hezekia anamlilia Mungu na kusema, hii ndiyo ripoti yangu, na analia kuomba rehema. Kisha Mungu anamwambia Isaya, aliyekuwa ametoka katikati ya ua, neno la Bwana likamjia likisema, mstari wa 5, rudi ukamwambie Hezekia, kiongozi wa watu wangu, Bwana Mungu asema hivi, baba yako, nimesikia maombi yako na nimeona machozi yako. Hapana, hukufanya hivyo. Nimesikia maombi yako na nimeona machozi yako. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kwamba aliomba. Alitoa kitu, alimpa Mungu kitu cha kusikiliza, na kilijumuisha ripoti yake ya uaminifu. Inasema, nimesikia maombi yako, lakini pia nimeona machozi yako. Nimesikia ulichosema maombi, lakini pia nimeona jinsi unavyojisikia. Nimesikia maneno yako, lakini pia nimesoma moyo wako. Nimesikia hotuba yako, lakini pia nimehisi kina cha maumivu yako. Ngoja nikuambie kitu kuhusu Mungu, yeye ni mwenye hisia. Sasa hatuzungumzii sana kuhusu hisia za Mungu, lakini tunaona yote katika maandiko. Tunaona mahali ambapo Mungu anakasirika. Biblia inasema furaha ya Bwana ili aweze kupata furaha. Biblia inazungumzia kuhusu Mungu kupendezwa au kufurahi, kupenda hisia. Kuna kila aina ya kauli kuhusu hisia za Mungu. Hutaki tu kufikia masikio ya Mungu, unataka kubusa moyo wa Mungu, kwa sababu yeye ni aina ya Mungu mwenye hisia. Na anasema, nimesikia maneno yako, lakini pia nimehisi maumivu yako. Biblia inasema nini kuhusu Yesu? Ni kwamba alikuja kutuhurumia. Hilo ni jambo la kuhisi. Ndiyo maana tunapotaka kumtupia Mungu vitu bila kujaribu kuungana na Mungu, tunataka asikie maneno yetu, lakini asihisi mioyo yetu. Unajua jinsi ilivyo kwa watu wanapozungumza nasi, lakini hawatuhisi. Hatuunganishi katika jambo hili. Na wanaweza kurudia ulichosema, lakini hawahisi kwa nini ulisema. Tuna hilo katika miitikio na mienendo ya kibinadamu wakati wote. Mungu hataki tu kukusikia, anataka kukuhisi. Na hakuna kinachoboresha uhusiano kama vile kile kinachosemwa ndicho kinachohisiwa pia. Kwa sababu maneno yanapobusa moyo, una jambo linaloendelea. Akasema, nimesikia maneno yako na nimeona machozi yako. Ninakuhisi. Nini kilitokea? Anasema, nitakuponya. Siku ya 3 utaenda kwenye nyumba ya Bwana, ikimaanisha utapata sifa zako. Unalia mchana, lakini nitakupa sababu ya kupiga kelele siku 3 kuanzia sasa. Nitakuponya. Subiri kidogo, ni mistari michache tu iliyopita. Kisha utakufa. Lakini ilikuwa mistari michache tu iliyopita, na kufikia wakati Isaya alipofika katikati ya ua, Mungu, angalia hili sasa, alibadilisha mawazo yake. Umesikia hilo? Mungu alibadilisha mawazo yake. Sasa hii inatuweka katika kitendawili cha kitheolojia. Tulizungumzia hili kidogo wiki iliyopita, lakini wacha niendelee kidogo leo. Biblia inatangaza kwamba Mungu habadiliki. Mungu anasema, mimi ni Bwana ambaye habadiliki. Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Mungu hawezi kubadilika. Anasema hivyo mara kwa mara na tena katika maandiko. Lakini tulimwona Mungu akibadilika. Alisema, mtakufa hivi asema Bwana. Dakika chache baadaye, hamtakufa hivi asema Bwana.
Kwa hivyo tulitoka katika hali ya mwisho hadi miaka 15 ya kupumzika. Na nilikuwa katikati ya dakika chache tu, kwa sababu nilikuwa nimepita katikati ya ua. Na kitu pekee kilichotokea kati ya kile Mungu alisema mara ya kwanza na kile Mungu alisema mara ya pili ilikuwa sala iliyojaa hisia. Hilo ndilo jambo pekee lililotokea. Mungu asiyebadilika anawezaje tubadilika kwake? Mabadiliko. Mojawapo ya mambo tunayohitaji kuyapitia kwa undani zaidi ni ujuzi wetu wa Mungu. Mungu ni zaidi ya neno la kitheolojia. Yeremia saa 9 na madakika 23-24 inasema, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Kama mtu yeyote atajivunia na ajisifu kwa hili kwamba ananielewa na kunijua. Na njia ya kumjua Mungu ni kupitia sifa zake au ukamilifu wake. Sifa zake au ukamilifu wake. Sifa za Mungu: rehema, neema, ukweli, upendo, utakatifu, haki, uweza wote, uwepo wote, ujuzi wote, ukweli. Mungu ana sifa za tabia. Sifa hizo za tabia hazibadiliki. Atakuwa kama alivyowahi kuwa. Mimi na wewe tunapitia mabadiliko. Hatuko sawa leo kama tulivyokuwa hapo awali. Hatuonekani sawa, hatufanyi mambo sawa, hatunuki sawa. Kuna mabadiliko yanayotokea katika maisha yetu baada ya muda. Mungu hawezi kubadilisha asili yake muhimu, lakini alibadilika. Ingawa Mungu hawezi kubadilisha asili yake, anaweza na anabadilisha matendo yake. Acha niseme hivyo tena. Asili ya Mungu haiwezi kubadilika, lakini matendo yake yanaweza kubadilika. Basi Mungu hubadilishaje kitendo chake bila kubadilisha asili yake? Kwa kuwa asili yake haiwezi kubadilika, lakini kitendo chake, kama ilivyo katika hali hii, hubadilika. Katika kitabu cha Kutoka 32, Musa anaomba katika mstari wa 7 hadi 14 kwa niaba ya Israeli. Kwa sababu Mungu amemkasirikia na Mungu amemkasirikia, na anamlilia Mungu. Na Biblia inasema, na Mungu aliposikia maombi ya Musa, mstari wa 14 anasema, Mungu alibadilisha mawazo yake. Kwa maneno mengine, alibadilisha uamuzi wake wa awali. Mungu ni Mungu wa ghadhabu. Ghadhabu ndiyo adhabu yake ya haki dhidi ya dhambi. Huyo ndiye hawezi kujizuia kwa sababu ni sehemu ya umbo lake. Hata hivyo, Mungu pia ni Mungu wa upendo na hawezi kujizuia hilo pia. Hapo ndipo Mungu anapotafuta ustawi wa kitu kinachopendwa. Yeye ni Mungu wa ghadhabu, lakini yeye ni Mungu wa upendo. Kwa hiyo, kulingana na sehemu gani ya asili yake unayohusiana nayo, inaathiri kile anachofanya. Kwa hiyo anaweza kuja kwa ghadhabu, lakini yuko huru kubadilika na kuonyesha upendo kwenye jambo hilo hilo. Ona, hapa tuna jambo moja tu: utafariki kwa ugonjwa. Alibadilika kwenye jambo moja, kutoka utakufa hadi utakuwa hai, bila kubadilisha asili yake ya msingi. Alichofanya ni kubadilisha tu sehemu gani ya asili yake aliitumia. Mungu ni Mungu wa haki. Anashughulika na lililo sawa na lisilo sawa, haki na dhuluma. Mungu ni Mungu wa rehema. Kulingana na jinsi unavyohusiana naye, anaweza kubadilika kutoka kushughulika nawe kwa haki na kubadilika hadi kwa rehema, kwa sababu bado anabaki kuwa yeye yule. Anahusisha tu na sehemu nyingine ya tabia yake. Kwa hiyo swali ni sehemu gani ya tabia yake unayohusiana nayo?
Hilo litaathiri kama yuko huru kubadilika bila kubadilika. Kwa hiyo kama uko upande mbaya wa Mungu na hivyo unapitia matokeo yake, lakini ukibadilika na kuwa upande mzuri wa Mungu, Mungu anaweza na huwa anakupeleka kwenye sehemu nyingine ya tabia yake ambayo inamruhusu kubadilisha matendo yake bila kubadilisha asili yake. Anasema katika Yona sura ya 3 mistari ya 1 hadi 10. Yona, nenda ukahubiri na uwaambie, baada ya siku 40 Ninawi itaharibiwa. Ninawi itaharibiwa baada ya siku 40. Kwa hiyo weka alama kwenye kalenda yako, siku 40 kutoka sasa Ninawi haitakuwepo tena. Lakini sura ya 3 ya Yona inasema kwamba wakati wa hizo siku 40 watu wa Ninawi walitubu na wakarudi kwa Mungu. Halafu inasema na Mungu alipoona kwamba walitubu, alibadilisha nia yake, na badala ya kuangamiza aliwahifadhi. Kwa kweli, kwa nini ungewaambia tu kwamba baada ya siku 40 wataangamizwa kama usingewapa dirisha la siku 40 kubadilika na kuonyesha upande mwingine wa wewe ni nani? Mara nyingi sana katika Biblia Mungu hutoa muda maalum ili kutoa fursa, kutoa nafasi ya kubadilika na kuonyesha upande mwingine wa tabia yake ili aweze kubadilisha matendo yake bila kubadilisha asili yake. Kwa sababu bado atakuwa Mungu wa ghadhabu, sasa yuko huru kuelekeza upendo wake katika hali hii mahususi. Kwa hivyo Mungu hubadilisha mawazo yake kabisa, na anasema waziwazi, kwa hakika utaishi, utakufa kamwe. Alitumia ushawishi wake kwa Mungu. Kwa hivyo tafadhali angalia jambo lingine. Nitakuokoa, mstari wa 6, nitakupa miaka 15. Nami nitakapokupa miaka 15 na kukuokoa, nitauokoa mji huu kutoka mkononi mwa mfalme wa Ashuru na kuulinda mji huu kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi. Sawa, angalia hii. Unapokuwa katika hali ya mwisho na Mungu anabadilisha mawazo yake na kubadilisha kitu na kukupa nafasi mpya ya maisha, haijalishi hali hiyo ya mwisho ni ipi, si kwa ajili yako tu. Unaona, si kwa ajili yako tu. Anasema nitakapokupa hii miaka 15, si kwa ajili yako tu uende ukasherehekee. Ninakupa hii miaka 15 kwa sababu nataka nikutumie kuwaokoa watu wangu dhidi ya mashambulizi ya Waashuru. Kwa maneno mengine, sababu pekee ninayobadilisha hii hali si tu kukupa uhai, kwa sababu najua hicho ndicho unachokiombea, lakini pia nataka kukupa kusudi, na nataka kukupa nafasi mpya ya kufanya kitu kwa ajili yangu. Unaona, mara nyingi tunapokuwa kwenye hali ya mwisho huwa ni kuhusu mimi, nafsi yangu na mimi mwenyewe, na nataka Mungu afanye kitu kwa ajili yangu ambacho ni kwa manufaa yangu. Na hilo ni sawa, lakini haiwezi kuwa tu kuhusu wewe pekee. Mungu anapokupa nafasi mpya anataka uwe baraka, sio tu upokee baraka. Na hiyo ndiyo shida na mambo mengi ya baraka yanayozungumzwa siku hizi. Nataka kubarikiwa, nataka kuwa tajiri, nataka kuwa na hiki, nataka kuwa na kile, ambacho chenyewe sio tatizo isipokuwa tu kama ni wewe peke yako, isipokuwa kama inahusu wewe tu. Tazama, maombi unayopaswa kuomba ni: Mungu, niko kwenye hali ya mwisho, nahitaji kugusa sehemu nyingine ya tabia yako, nahitaji ubadilishe hali hii, ili kwamba sio tu hali yangu ibadilike, bali pia niwe njia ya kubadilisha hali ya mtu mwingine. Kwa hiyo kama ni kuhusu wewe tu, basi unakosa msaada wa Mungu. Nina mpango mkubwa zaidi kwako kuliko wewe kuishi miaka 15 tu. Nataka kutoa na nataka kutoa. Jiji lote kutoka kwa Ashuri. Kwa hiyo anamwambia Isaya, chukua mkate wa tini, naye akauchukua na kuweka juu ya jipu, naye akapona. Sawa, kwa hivyo anakufa kutokana na maambukizi, ana jipu litakalomua, kumaanisha ana maambukizi yanayopita mwilini mwake.
Mungu anamwambia nabii, nenda kachukue keki ya mtini au weka keki ya mtini kwenye jipu ili kunyonya maambukizi ili aweze kuishi. Kwa hivyo Mungu anampa Isaya, si daktari, suluhisho la kimatibabu. Isaya ndiye mfalme, kwa hivyo anaweza kupata daktari yeyote anayemtaka. Lakini kwa sababu hili lilikuwa suala la kiroho na si suala la kiafya tu, Mungu anakuja na mpango mwingine kabisa wa kumponya, mbali na mpango ambao wataalamu wangetumia. Kwa sababu kama wataalamu wangeweza kutumia huo mpango, asingekuwa mgonjwa mahututi hata kidogo. Mungu si mpinzani wa dawa. Kwa kweli, dawa zote unazotumia zinatokana na kitu ambacho Mungu tayari ameumba. Kwa hiyo daktari yeyote anayetoa dawa lazima ategemee kitu ambacho Mungu tayari ameumba ili kutengeneza dawa tunazotumia kwa magonjwa yetu. Hakuna kosa lolote kutumia dawa. Ni makosa kutumia dawa bila Mungu. Unaona, ilianza na Mungu. Alijiweka sawa na Mungu. Mungu alisema nitakuponya. Kisha dawa ikafanya kazi. Kwa hivyo anasikia neno kutoka kwa Mungu. Isaya anasikia kumsaidia mfalme mgonjwa. Acha niseme kwa njia nyingine, anapata neno la rehema. Acha nipitie hili tena pamoja nawe. Biblia ndiyo grafe. Ni kile kilichoandikwa. Imerekodiwa. Usipoifungua bado ni Biblia. Ikiwa iko kwenye meza yako ya kahawa bado ni neno la Mungu. Ikiwa imekaa kwenye rafu ya vitabu ni Biblia kwa sababu ya yaliyoandikwa. Hiyo ndiyo grafe, uandishi. Kisha kuna nembo. Nembo ni kile kinachosemwa na kumaanisha kile kilichoandikwa. Kwa hivyo nembo ni neno linaloeleweka. Ni neno lililofunuliwa. Ukiingia hapa na Biblia yako au Biblia kwenye kifaa chako unachotumia, umeingia hapa na grafe. Sasa hivi mimi na wewe tunajadili nembo. Ninajaribu kuelezea yaliyomo na maana ya kile kilichoandikwa kwenye grafe. Kwa hiyo ukiwa na Biblia una grafe, na sasa katika ufafanuzi wa Biblia tunazungumzia nembo. Lakini unapokuwa katika hali ya mwisho unahitaji rehema. Sasa neno rehema katika Kigiriki linamaanisha usemi maalum unaohusiana na hali maalum kutoka kwa Mungu. Na neno rehema ni neno la kibinafsi kwako. Sijui hali ya kibinafsi ya kila mtu asubuhi ya leo. Kwa hivyo ninachoweza kukupa ni nembo. Lakini Roho Mtakatifu anajua hali yako binafsi. Amina. Na ni kazi yake kuibadilisha akitaka kuwa rehema. Ndiyo maana watu wengine wanaweza kutoka kanisani na kusema kitu pekee wanachoweza kusema ni mahubiri mazuri, nimeelewa, nimeyadhamini, nimejifunza kitu. Hiyo inamaanisha kwamba grafe ilitimiza nembo. Ulikuwa nayo na sasa umeielewa. Hiyo ni faida kwa wakati huo. Lakini watu wengine wakati mwingine hutoka na kusema ulikuwa unanizungumzia mimi. Ulikuwa unanizungumzia mimi, ilikuwa kama hakuna mtu mwingine ila mimi pekee. Hiyo ni kwa sababu walipata neno la rehema. Walipata neno mahususi kwa hali yao, ingawa lilitokana na maelezo ya nembo. Manabii katika Biblia walileta maneno ya rehema. Hayo yalikuwa maneno yanayohusiana moja kwa moja na mtu fulani, mahali fulani, kuhusu jambo fulani ambalo Mungu alitaka lishughulikiwe. Hilo ni neno la rehema. Hiyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo hapa, una Roho Mtakatifu, na kama uko katika ushirika na Mungu, anakupa maneno ya rehema. Kwa sababu madaktari hawakupendekeza keki ya tini kwa ajili ya jipu. Hilo lilitoka kwa nabii, sio mtaalamu wa tiba, ili kushughulikia tatizo hili kwa njia ya kimiujiza. Kwa hivyo unataka uhusiano wa rehema na Mungu. Kwa hivyo huendi tu kwenye masomo ya Biblia na huendi tu kanisani, unasikia sauti ya Mungu mwenyewe na jinsi inavyotumika katika hali yako mahususi.
Hiyo ndiyo hatari ya watu wanaopenda Biblia. Utafiti. Sasa tunahitaji kujifunza Biblia kwa sababu tunahitaji nembo, lakini hatari ya watu wanaopenda kujifunza Biblia ni kwamba wanaweza kuwa na ufahamu mkubwa na wasisikie sauti ya Mungu wao wenyewe. Kwa hivyo walipata taarifa hizi zote, lakini hakuna uzoefu wowote wa kumsikia Mungu akimwambia la kufanya kuhusu hili, wapi unapaswa kufanya hivyo, jinsi unapaswa kugeuza hili, jinsi unapaswa kumshughulikia mtu huyu, unachopaswa kufanya katika hali hii. Unaona, Roho Mtakatifu hutoa mawazo na dhana na maelekezo, na anakuja na keki nene na ulidhani unahitaji upasuaji. Kwa sababu alipata neno la rehema. Na hilo ni suala la uhusiano. Huo si usomaji wa Biblia pekee. Huo ni uhusiano na Bwana. Anaweka keki ya mtini juu yake, inanyonya maambukizi na sasa amepona. Lakini Hezekia mzee ana swali. Anasema hivi. Anasema, ni ishara gani, mstari wa 8, kwamba Bwana ataniponya? Sawa, sasa ameambiwa tu kwamba Bwana atamponya. Lakini mara kwa mara unahitaji kuona kitu. Sawa. Nimesikia ulichosema nabii Isaya. Nimesikia ulichosema mhubiri. Nami naamini kwa namna fulani. Lakini sehemu yangu inatoka Misori. Lazima unionyeshe kitu. Ishara katika Biblia zilikusudiwa kuthibitisha neno la Mungu, ili kukupa kitu ambacho unaweza kunyakua. Ili kukupa, Mungu anajua ubinadamu wetu, anajua udhaifu wetu, na hivyo angefanya ishara ili kuthibitisha neno lake. Sasa watu wengi wanataka ishara bila neno. Biblia inasema Wayahudi wanatafuta ishara. Walitaka ishara lakini hawakumtaka Yesu. Nao hawakutaka neno lake, na hivyo Yesu akaacha kufanya ishara. Kwa sababu hayuko hapa tu akijaribu kufanya ujanja wa kichawi. Anachojaribu kufanya au anachotaka kufanya ni kuthibitisha neno lake. Kwa hivyo neno lilisema utapona. Hezekia anasema, lakini nahitaji, kwa sababu siwezi kusahau hilo. Aliniambia nitakufa. Siwezi kusahau hilo. Kwa hivyo hii ni kinyume kabisa. Kwa hivyo naweza kupata kitu. Hilo litanisaidia kulipata hili. Mungu hapingi kuthibitisha ishara, anapinga ishara ambazo hazilingani na neno lake. Kwa hivyo neno lake linaweza kuthibitishwa kwa taswira. Kitu unachokijua unapompa mtu maelekezo na unampa maelekezo na unamwambia wapi pa kwenda. Na wakati mwingine unawapa alama muhimu. Utaona McDonald's kwenye kona au utaona Walmart hapa. Unachofanya ni kuwapa ishara ya kuwajulisha kwamba unaelekea njia sahihi. Unawapa taswira, ishara na alama muhimu. Alisema nipe alama muhimu, kitu ambacho naweza kushikilia. Sawa. Kwa hivyo Isaya anasema katika mistari michache ya mwisho, anasema Mungu aliniambia nikuambie, hii itakuwa ishara na utapata kuchagua. Unataka jua lisonge mbele hatua 10 au unataka jua lirudi nyuma hatua 10? Tafsiri, huu ni wakati wa kwanza wa kuokoa mchana katika historia. Unataka kusonga mbele au kurudi nyuma? Mungu anampa muda wa kuokoa mchana. Anasema nitaharakisha muda au nitausimamisha, chagua wewe. Hezekia anasema sasa kuharakisha muda, sidhani kama nitaamini hiyo kwa sababu inaonekana rahisi sana. Hivyo ndivyo anavyosema. Anasema wacha nichukue ile ngumu zaidi. Tuone kama utaweza kurudisha muda nyuma. Sasa hawakuwa na saa na majira kama sisi tulivyo navyo. Walikuwa na saa za jua zaidi. Na hatua ya Ahabu ilikuwa kiashirio cha jua. Kwa hivyo kadri alasiri ilivyoendelea, jua lingepanda ngazi na lingepanuka kadri jua lilivyozidi kung'aa. Kwa hivyo alipoomba jua lirudi nyuma, anaomba muda urudishwe nyuma. Anaomba jua lifanye kinyume na kile jua hufanya.
Anasema kwa sababu hilo ndilo jambo gumu zaidi. Sasa swali ni hili. Kwa nini Mungu alimpa ishara hiyo? Yaani angeweza kusema sawa, nitakuonyesha tu ishara. Lakini alitumia jua kama ishara. Sasa kumbuka kwamba tatizo ni kwamba Ashuru wanakaribia kushambulia. Jina la mungu wa Ashuru ni Ashuru, Ashuru. Huyo ndiye mungu wa Ashuru na yeye ni mungu wa jua. Kwa hiyo anampa ishara iliyounganishwa na huduma ambayo anataka aitimize mara tu atakapopona. Kwa maneno mengine, sio tu ishara yoyote ya kawaida, ni ishara yenye maana. Kwa sababu nitakuonyesha kupitia ishara nitakayokupa kuhusu uponyaji wako, kwamba kazi ninayokuandalia ya kushughulika na Waashuru, naweza kumshughulikia Mungu wao. Na kama naweza kumshughulikia Mungu wao, kwa sababu Mungu wao anadaiwa kuwa Mungu wa dunia, Mungu na mwana, lakini nitamwambia Mungu wao kitakachotokea kwa mwana, na Mungu wao hataweza kunizuia kufanya na mwanangu kile ninachotaka kifanyike. Kwa hiyo Mungu wao atajua kwamba nikija na kujitokeza, Mungu wao hataweza kuwasaidia dhidi yako wakati utakapopona, ukifanya mapenzi yangu, kwa sababu nitamshinda Mungu wao. Kwa hivyo haya yote yaliunganishwa na bango. Biblia inasema kama gari lilivyosema, liache lirudi nyuma, nalo likarudi nyuma hatua 10. Muda ulirudi nyuma. Mungu amekuweka kwa ajili ya kusudi kubwa zaidi la ufalme, na anataka kukutumia hata kama anaruhusu hali ya mwisho, hali inayoonekana kutokuwa na matumaini. Kwa hivyo nataka kukupa changamoto tunapomaliza. Hapa kuna changamoto yangu. Badilisha ripoti yako ya mkopo. Badilisha ripoti yako ya mikopo, kwa sababu wakati huo utakapofika, unataka kuweza kumwambia Mungu, Mungu, angalia ripoti yangu ya mikopo. Sijawa mkamilifu. Nimeshindwa. Lakini Bwana, nimechukua hatua na nimeamua kujisalimisha kwako ili kutafuta uhusiano nawe, kumpenda Bwana Mungu wangu kwa moyo wangu wote, akili yangu yote, nguvu zangu zote na roho yangu yote, kukutumikia wewe na kuwatumikia wengine. Mungu, mimi ni wako. Mimi ni wako. Na jambo zuri kuhusu ripoti ya mikopo ni kwamba itakuruhusu kuiruhusu ibadilike. Wataruhusu mikopo mibaya kuwa mikopo ya wastani na kuwa mikopo ya ajabu. Kwa hivyo haijalishi ripoti yako ya mikopo ilikuwa mbaya kiasi gani, badilisha mkopo wako, ili siku ya mwisho itakapofika uweze kumpa Mungu kitu ambacho anaweza kujibu. Amina.